Kuwa na intaneti ya uhakika maana yake ni kuwa na bando la kutosha, spidi ya kasi ya mtandao pamoja na unafuu wa kulipia vifurushi. Na ukivijumuisha vitu vyote hivyo unapata Airtel 5G Wi-Fi router, kifaa maalum chenye uwezo wa kusambaza intaneti ya 5G kwa watumiaji zaidi ya 50. Katika video ya leo tutaangalia na kupima Wi-Fi router hii ili kujibu swali, Airtel 5G Wi-Fi router ni bora kwa matumizi ya internet au ni njia mojawapo ya kupoteza pesa zako katika uhakika kupata huduma ya internet. Tukianza na kufungua boksi. Ukifungua box la Airtel 5G Wi-Fi router unapata Wi-Fi yenyewe ambayo imewekewa lebo yenye namba ya simu kwa ajili ya kufanyia malipo. Lakini vile vile unapata kipeperushi ambacho kinakuelekeza jinsi ya kuiunganisha Wi-Fi yako pamoja na manual ya Wi-Fi. Lakini vile vile unapata battery au power bank la miliampia 5000 kwa ajili ya kutumia pale ambapo pindi umeme unakuwa umekatika. Pia unapata adapter kwa ajili ya kuwashia Wi-Fi yako au kuchajia battery pamoja na Ethernet cable kwa ajili ya kuunganishia kwenye vifaa ambavyo havisupport Wi-Fi. Sasa tuongelee Wi-Fi ya Airtel 5G inavyofanya kazi. Katika video iliyopita nilielezea Wi-Fi ya Airtel ambayo ilikuwa ni 4G pocket Wi-Fi na nikaweka hadi kwamba nitafanya review pia ya Wi-Fi router kubwa kabisa ya Airtel ambayo ina 5G. Sasa kama ni mara yako kwanza umeangalia video hii, hakikisha unasubscribe, unaweka notification pamoja na kulike ili pindi tunapoendelea kuupload video zetu uwe wa kwanza kuziona. Kabla ya yote ningependa tuweze kuelewa utofauti uliopo kati ya Wi-Fi za Airtel. Hii ni Wi-Fi ya Airtel ambayo inajulikana kama Airtel 4G Pocket Wi-Fi. Ni Wi-Fi yao ya kwanza ndogo kabisa ambayo wanaitoa ya 4G, alafu inafuata Airtel 5G Wi-Fi router. Na ikitoka Airtel 5G Wi-Fi router zipo bado Wi-Fi router ambazo Airtel wanaziofa. Kwa mfano kama kuna Airtel 5G Wi-Fi router ambayo inakuja na outdoor antenna, yani antena ya nje ambayo unaweka nje ya nyumba yako, alafu una connect kupata huduma ya internet. Sasa kitu ambacho kinapatikana katika Airtel 4G Pocket ambacho ni tofauti na kinachopatikana katika Wi-Fi router ya Airtel 5G Wi-Fi router ni kwamba katika Wi-Fi ya Airtel 4G Pocket hiji na vifurushi vya unlimited. Inakuja na vifurushi ambavyo unalipia ndani ya mwezi na baada ya kuvitumia vinaisha, lakini vile vile pia inakuja na mtandao wa 4G pekee. Lakini katika Airtel 5G Wi-Fi inakuja na mtandao wote wa 4G pamoja na mtandao wa 5G. Sasa ningependa tuanze kuongelea kuhusu Wi-Fi router hii kutoka Airtel. Sasa Wi-Fi router hii inapatikana kwa gharama za Kitanzania shilingi 100,000 na unaweza kuipata katika maduka yote ya Airtel. Na inakuja na betri yake ambalo wanasema kwamba ni kama UPS ya kusaidia pale ambapo unakuwa umeme umekatika au umeme imetokea changamoto ya umeme. Betri hii ina uwezo kukupa masaa 6 ya kutumia kwenye Wi-Fi router yako. Lakini vile vile pia unapokuwa umeconnect kwenye umeme pale ambapo umeme unaendelea kuwepo, betri hili itaendelea kuchajiwa ndani ya muda mfupi na itaweza kujaa. Kwa hiyo pale ambapo umeme utakuwa umetokea umekatika, betri lako hili litaendelea kuiwasha Wi-Fi router yako ndani ya masaa 6 mpaka masaa 8. Na hapa katika masaa inategemeana pia na kazi ambayo unafanya na vifaa vya kielektroniki ambavyo utakuwa umeviunganisha katika Wi-Fi router yako ya Airtel 5G. Pale ambapo utakuwa umeunganisha vifaa vingi, vile vile pia na betri, nguvu kubwa itatumika kwa ajili ya kupower hii Wi-Fi router. Lakini pale ambapo utakuwa umeunganisha vifaa kama viwili vitatu, inaweza kukaa na chaji masaa zaidi hata masaa 8. Sasa kitu cha muhimu cha kufahamu katika Wi-Fi router ya Airtel 5G inakuja na poti za Ethernet. Ethernet hizi ni waya ambazo zinatumika kuconnect kwenye vifaa ambavyo havina uwezo wa kupata internet kupitia wireless. Unaweza pia ukatumia waya, lakini vile vile kama unataka uendelee kusambaza internet kwenye docks au njia za kusambaza internet kwa vifaa vingi zaidi, unaweza kutumia poti hizi kwa ajili ya kuunganishia. Lakini kitu kimoja ambacho nimekifurahia katika Wi-Fi router ya Airtel 5G ni kwamba Airtel sasa kwa mara ya kwanza wameweka poti ya Type C. Na kama ulikuwa hujaangalia video iliyopita katika Wi-Fi router ya Airtel 4G Pocket ni kwamba nilitoa malalamiko sana kwa nini Airtel waliweka poti ya micro USB katika 4G, lakini sasa katika Wi-Fi router hii kubwa yao wameweka poti ya Type C. Na faida iko wapi ya poti ya Type C? Poti ya Type C inasaidia sana kwa sababu ukiangalia sasa hivi watu wengi hawahitaji kuwa na chaja nyingi za kuchajia. Sasa hivi simu zote zinakuja na poti ya Type C, iwe ni iPhone, iwe ni Samsung. Kwa hiyo inakurahisishia pia kazi, badala ya kuwa na waya nyingi kwa ajili ya vifaa lakini unakuwa na poti moja. Japokuwa poti hii ya Type C haijawekwa maalum kwa ajili ya kuchajia Wi-Fi router, imewekwa kwa ajili ya
pindi wifi router itapokuwa inafanyiwa marekebisho kutoka Airtel Shop ndio itapokuwa inatumika, lakini kwa matumizi ya kawaida wewe haikuruhusu kutumia port hii ya type C, vinginevyo ukichomeka unaweza ukaharibu wifi router yako. Lakini vile vile katika wifi router ya Airtel 5G inakuja na sehemu ya kureset ambayo ni shimo dogo kidogo hapa, ambapo unachomeka pin yako, kipress una reset. Lakini vile vile inakuja na sim card au line kama kawaida, ambayo ni ile line ndogo kabisa ya mwisho nano ambayo Airtel wameiweka, unaweza ukaiona hapa. Na kitu cha muhimu kufahamu, pindi unapokuwa unaiweka hii line kwenye wifi router yako, unatakiwa uhakikishe unaingiza katika upande ambao ni sahihi, kwa sababu utapoingiza line hii umeigeuza au kaingiza kimakosa, ni changamoto sana pindi port inapoharibika kwenda kufanya matengenezo kwenye wifi router yako. Lakini kwa upande wa mbele ya wifi router vile vile Airtel wameweka kibonyezeo cha WPS kama kilivyo kibonyezeo cha WPS kwenye wifi router ya Airtel 4G Pocket Wi-Fi. Sasa katika wifi router ya Airtel ni kwamba inakuja na vifurushi vya unlimited, kifurushi ambacho unalipia ndani ya mwezi mzima na kina uwezo wa kukupa interneti ndani ya mwezi mzima mpaka muda wa mwezi ambapo unakuwa umeisha, ndio utaweza kufanya malipo tena ya kifurushi chako. Na hichi ni kitu ambacho ni kizuri sana, kwa sababu pale ambapo unakuwa unafanya matumizi yako unakuwa una uhuru wa kujiachia. Unaweza connect device mbalimbali, lakini vile vile usio na wasiwasi kwamba bando lako litaisha haraka kulinganisha na Airtel 4G Pocket Wi-Fi. Na hii ndio ilikuwa ni sababu ambapo nilisema kwamba mimi binafsi kwa matumizi yangu wifi router ya Airtel 4G Pocket Wi-Fi haifai kwa matumizi yangu, ni kwa sababu haina vifurushi vya unlimited. Na wifi router yoyote ile, hata kama isipokuwa ya Airtel au ya kampuni lingine lolote, pale ambapo inakuwa haina vifurushi vya unlimited inakuwa ni changamoto, kwa sababu bando au data linakuwa linawahi kuisha kwa haraka zaidi kwa matumizi yako. Unaweza ukashangaa umeweka kifurushi cha GB 20 ukategemea kwamba utakitumia ndani ya mwezi mzima, lakini unashangaa baada ya muda mfupi tu unakuta tayari kifurushi chako kimeisha na hauwezi tena kuendelea matumizi ya interneti. Lakini kifurushi cha kwanza ambacho Airtel wanakiofa kwenye wifi router yao ya Airtel 5G ni cha shilingi 70,000 ambacho kinakupa megabytes 30, alafu kinafuata kifurushi cha shilingi 100,000 ambacho kinakupa megabytes 40. Na baadhi ya watu wengi wamekuwa wakiripoti na kusema kwamba Airtel 5G wifi router ziko vizuri sana kwenye huduma ya internet, kwa sababu wapo watu ambao walilipia vifurushi vya 70,000 ambao vinatoa megabytes 30, lakini wanasema kwamba wali experience kwamba ilikuwa inafikisha megabytes mpaka 40, lakini wakiwa wamelipia shilingi 70,000 tu. Kwa hiyo vile vile pia ni kwamba vifurushi vyote kwa ujumla cha shilingi 70,000 na cha shilingi 100,000 vyote viko vizuri, japokuwa wapo watu ambao wanasema kwamba katika wifi router za Airtel 5G ni kwamba Airtel wanavyotoa vifurushi vyao huwa wanaweka kitu kinaitwa data cap, au wanaweka kwamba mwisho wa matumizi ya bando. Wanasema kwamba pindi unaponunua wifi router za Airtel, let's say ukalipia shilingi 70,000 ambayo inakupa megabytes 30, wanasema kwamba Airtel huwa wanatoa jumla ya kiasi fulani cha GB. Kwa mfano wanaweza wakatoa labda GB 1000 wakakupa. Kwa hiyo wanaashumu kwamba katika matumizi yako ambayo utakuwa unayatumia ndani ya mwezi mmoja ni GB 1000. Sasa data cap ni kwamba pale ambapo utafanya matumizi umetumia GB zaidi ya 1000 ambazo Airtel walikupa katika kifurushi chao ambacho ulikipia ndani ya mwezi, ni kwamba wanasema kwamba speed ya mtandao itaanza kushuka na pia utaanza kuona kwamba mtandao hauna nguvu kama mwanzo. Sasa hii ni baadhi ya watu wameripoti, japokuwa hatuna udhibitisho maalum, ni kwamba Airtel huwa wanaweka data cap. Na mmoja ninatamani pia nitapoenda Airtel Shop kwa ajili labda ya kununua vitu vyangu, ili ni swali moja ambalo nitawauliza Airtel. Je, ni kweli kwamba wanaweka kiasi fulani? Kwa sababu hivi vifurushi vya Airtel ambavyo tunavinunua tunasema kwamba ni vifurushi vya unlimited, yani vifurushi ambavyo wawekei mpaka wa kiasi fulani cha bando ambao unalitumia. Lakini hii imeripotiwa, lakini kwangu binafsi mpaka sasa nimeshatumia wifi router hii tangia nilipoinunua, sijawahi kuona inashuka mtandao au sijawahi kuona kwamba mtandao unapunguza kasi, ni kwamba iko sawa. Sasa haijajulikana bado, kwa sababu huenda matumizi yangu yanatofautiana matumizi ya mtu mwingine, huenda ambaye aliona hivyo labda alifanya matumizi makubwa sana ya mtandao, lakini kwa matumizi yangu binafsi mimi iko vizuri na haina shida. Na hii ni moja kati ya wifi router ambayo ninawashauri watu sana ambao wanafanya masuala ya content, hata pia mtu nyumbani kwa matumizi ya kawaida. Ni moja ya wifi ambayo ni nzuri sana kwa kununua, kwa sababu ukisema uende ununue wifi router hii hapa ya Airtel 4G Pocket Wi-Fi ambayo inapatikana kwa gharama za shilingi 50,000, alafu ukaona ulipia kifurushi ambacho kina mpaka ndani ya mwezi mzima, na pengine unaweza ukanunua kifurushi ukashangaa
ukashangaa umetumia bando likaisha mapema zaidi hata ya mwezi ambao umewekewa. Ni bora ukanunua kifurushi ambacho ukilipia ndani ya mwezi mmoja unakaa unasahau. Yani ni mfano ambavyo unalipia decoder ya kingamzi, unalipia ndani ya mwezi mzima, unaangalia mpaka muda fulani wa mwezi ambapo unakuwa umeisha. Na ukilinganisha na makampuni mengine ambayo yanatoa huduma ya internet, Airtel 5G Wi-Fi router ndio moja ya Wi-Fi router ambazo zina vifurushi cha bei nafuu zaidi cha shilingi 70,000. Ukiangalia Wi-Fi router nyingine za unlimited zinaanzia vifurushi kuanzia 120,000 na kuendelea juu. Kwa hiyo vifurushi cha bei nafuu ya mwisho ambacho unaweza kukipata chenye nguvu, ukaunganisha simu zako nyumbani, ukaunganisha kompyuta zako bila kuwa na hofu ya kuishiwa bando ndani ya mwezi mzima, ni Airtel 5G Wi-Fi router. Na sasa hivi nimeanza kuona kwamba watu wengi wameanza kufahamu hilo, na ukienda kwenye workshop mbalimbali za ofisi utakuta watu wengi sana wana Wi-Fi router hii ya Airtel 5G Wi-Fi router. Sasa hii ndio video yetu ambayo ya leo tumebase kuhusu kuongelea Wi-Fi router ya Airtel 5G. Na kama ni mara yako ya kwanza kwenye channel yangu, jina langu naitwa Alberto Constantine, na hii ni channel ya MiboSense Swahili, channel mahususi kwa ajili ya uchambuzi wa teknolojia na jinsi gani teknolojia tuweze kuitumia iweze kutupa manufaa katika maisha yetu. Sasa kama ni mara yako ya kwanza umeangalia video hii, hakikisha unasubscribe, unaweka notification pamoja na kulike, ili pindi tunapoendelea kuupload video zetu uwe wa kwanza kuziona. Asante kwa kutenga muda wako kuangalia video hii. Tukutane kwenye video nyingine.